Zipi ni silaha hatari zinazomilikiwa na jeshi la Iran? Je, ni mbinu gani hatari za kivita zinazotumiwa na jeshi la Iran zinazoweza kuhimili mashambulizi ya Marekani na kukomesha kabisa mpango wake wa kuliangamiza taifa la Iran? Makala hii imeandaliwa na kusoma kwako nami Valens Majawere. Katika ulimwengu wa siasa za kimataifa, taifa la Iran limejijenga kama moja ya taifa lenye nguvu kubwa kijeshi katika Mashariki ya Kati. Licha ya vikwazo vikali vya kiuchumi kutoka mataifa ya Magharibi, Iran imefanikiwa kuunda mfumo wa silaha unaotegemea ubunifu, gharama nafuu na mbinu za kivita zisizo za kawaida, yani symmetric warfare. Lakini swali kubwa ni hili: ni zipi silaha hasa zinazoifanya Iran iwe tishio kwa Marekani? Moja kati ya silaha hatari zinazomilikiwa na taifa la Iran ni makombora ya ballistic. Hizi ni silaha za masafa marefu zinazorushwa kwa kasi kubwa sana kisha kufuata njia ya angani, yani trajectory ya parabola, kabla ya kushuka na kulenga shabaha. Ni makombora yanayotumia injini ya rocket kupaa juu sana, hata juu ya anga kidogo. Baada ya hapo hufuata njia ya kuanguka kwa kasi kubwa hadi kwenye shabaha. Makombora haya hubeba vilipuzi kama mabomu ya kawaida, kemikali hatari na pengine inawezekana nyuklia, ingawa Irani inakanusha hilo. Iran inamiliki moja ya hazina kubwa zaidi ya makombora ya ballistic katika eneo la Mashariki ya Kati. Kabla ya migogoro ya hivi karibuni, Iran inakadiriwa kuwa na kati ya makombora 2500 hadi 6000. Makombora haya yana uwezo wa kusafiri hadi kilomita 2000, kubeba vichwa vya milipuko mizito na kulenga shabaha kwa usahihi mkubwa. Mfano wa makombora haya ni Fateh 110, Qaim na Sejil. Makombora haya yanaweza kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko Mashariki ya Kati, jambo linaloifanya Irani kuwa na nguvu ya kuzuia mashambulizi yanayofanywa na vikosi vya Marekani kwa ufanisi mkubwa zaidi. Silaha zingine zinazomilikiwa na Irani ambazo ni tishio kwa Marekani ni utajiri wake mkubwa wa ndege zisizo na rubani, yani drones. Hizi ni silaha za kisasa na zenye nguvu na zenye unafuu na ufanisi mkubwa katika uwanja wa vita. Iran imefanya sana uwekezaji mkubwa katika teknolojia ya drones tangu miaka ya 1980. Drones maarufu kama Shahed 136 zina uwezo wa kusafiri umbali mrefu hadi kilomita 2000, kubeba mabomu na zina uwezo mkubwa wa kutogunduliwa au kugunduliwa kwa ugumu mkubwa na mifumo ya rada za Marekani na washirika wake. Kinachozifanya ziwe hatari zaidi ni kwamba zinaweza kutumwa kwa wingi, yani swarm attack, jambo ambalo humlazimisha Marekani kutumia makombora ya gharama kubwa kuziharibu, hali ambayo hufanya Marekani kudhoofika zaidi kiuchumi hata kama ina nguvu kubwa kijeshi. Silaha zingine zinazomilikiwa na jeshi la Irani ambazo zinafanya Irani iwe tishio kubwa kwa Marekani ni silaha za baharini. Irani pia ina uwezo mkubwa wa mabomu ya baharini, yani naval mines, boti ndogo za kivita zenye kasi kubwa, makombora ya kupiga meli. Hizi zinaweza kulenga maeneo muhimu kama mlango wa Hormuz, yani Strait of Hormuz. Eneo hili hupitisha karibu 20% ya mafuta ya dunia. Hivyo, mashambulizi ya Irani yanaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa dunia moja kwa moja. Ukiachilia mbali silaha zinazomilikiwa na Iran,
Pia jeshi la nchi hiyo hutumia mbinu hatari sana na tishio kwa Marekani. Moja kati ya mbinu hizo ni mbinu ya saturation attack. Hii ni mbinu inayotumiwa sana na Irani kwa ajili ya kuzidi ulinzi wa adui. Iran haitumii silaha zake moja tu. Hutumia mbinu ya kushambulia kwa wingi, yani saturation attack. Hutumia aina mbalimbali ya silaha kufanya mashambulizi kwa wakati mmoja. Yaani katika shambulio moja, drones, makombora na cruise missiles hurushwa kwa pamoja. Mbinu hii hufanya mifumo ya kijeshi ya Marekani kuzidiwa, hivyo kushindwa kuzuia shambulio hilo kikamilifu. Mbinu nyingine hatari zaidi inayotumiwa na jeshi la Iran ni mtandao wa vikundi washirika, yani proxy forces. Mbali na silaha zake za moja kwa moja, Irani hutumia makundi ya kijeshi katika nchi kama ya Yemen, Iraq, Syria na Lebanon. Makundi haya hutumia silaha za Irani kushambulia maslahi ya Marekani bila Irani kuonekana moja kwa moja vitani. Hii ni mbinu hatari zaidi kwa sababu inafanya vita kuwa vigumu kutabirika. Mbinu hii ni muhimu kwa ajili ya kupanua uwanja wa vita. Pia Irani ina uwezo wa kufanya uzalishaji wa silaha kwa haraka zaidi. Iran ina uwezo wa kuzalisha maelfu ya drones kwa mwezi, kujenga upya makombora haraka baada ya kuharibiwa. Hii ina maana ya kuwa hata ikishambuliwa bado inaweza kurudi kwenye vita haraka sana na kudumisha shinikizo kwa Marekani. Je, ni kwa nini Irani inakuwa tishio sana kwa Marekani? Ingawa Marekani ina teknolojia ya hali ya juu zaidi kijeshi, Iran ina faida katika mambo yafuatayo. Iran ina idadi kubwa ya silaha nafuu, mbinu za kivita zisizo za kawaida, uwezo wa kushambulia kwa wingi na mtandao wa washirika wa kijeshi. Kwa kifupi, Iran haihitaji kuwa na nguvu zaidi kuliko Marekani. Inahitaji tu kuwa na uwezo wa kuifanya vita iwe ghali, iwe ndefu na ngumu kushinda. Hilo ndilo taifa la Iran, taifa ambalo limekuwa gumzo kuu kwa Marekani, limekuwa gumzo katika ukanda wa Mashariki ya Kati na limekuwa gumzo duniani hivi sasa kutokana na vita vinavyoendelea pale Mashariki ya Kati. Iran litabakia kuwa taifa lenye nguvu kijeshi kutokana na mipango yake madhubuti ambayo inaendelea nayo. Moja kati ya mipango hatari zaidi ni mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia, mpango ambao umekuwa ukipingwa vikali na taifa la Marekani. Hii ndiyo nchi ya Iran. Iran iligundua kwamba ili iweze kuwa na nguvu kijeshi ni muhimu iwekeze katika sayansi na teknolojia. Na ndiyo maana tunaliona taifa hili la Irani likizidi kuwa taifa lenye nguvu zaidi katika ulimwengu. Makala hii imeandaliwa na kusoma kwako nami Valence Manyawere. Pahoma TV for life.